Unahisi mshahara wako haukutoshi mwishoni mwa mwezi? Leo nitakuonyesha njia 7 za kuongeza kipato bila kuacha kazi yako. Na njia hizi ni rahisi sana kufanya. Karibu Money Talk na Ibra. Hapa tunazungumzia pesa, uwekezaji na njia za kuishi kwa uhuru wa kifedha. Kama unataka ujue jinsi ya kuanza kupata kipato cha ziada, kaa nami mpaka mwisho wa video hii. Njia namba 1 ambayo itakufanya uweze kuingiza kipato chako cha ziada bila ya kuacha kazi ni freelancing, online services. Kazi za online services kama vile graphics design, copywriting au social media management. Hapa watu wengi huwa wanadhani labda pengine unaweza ukatumia njia hizi ukiwa na elimu tu, lakini nikwambie tu hizi ni njia ambazo ni rahisi sana kujifunza, kwa sababu hauhitaji vifaa vingi ili uweze kufikia hatua ya kujua hizi kazi, kwa sababu unaweza ukawa na simu tu na bando lako ukaingia YouTube ukaangalia watu ambao wanafundisha tutorial mbalimbali kuhusiana na graphics design na ukaweza kuingiza kipato. Mfano mzuri, mtu ambaye anatengeneza logo ya biashara anaweza kuuza kuanzia shilingi 5,000 mpaka shilingi 50,000. Hii mara nyingi huwa haianzi tu kwa shilingi 50,000. Utaanza kidogo kidogo, utaanza kwa shilingi 5,000, kesho atakuja mteja mwingine utamuuzia kwa shilingi 10,000, atakuja mteja mwingine utamuuzia kwa shilingi 30,000. Mwisho wa siku utajenga jina kubwa, lakini pia utakuwa na brand ambayo itakufanya unaingiza pesa bila ya kutumia nguvu. Lakini njia namba 2 ambayo itakufanya uingize pesa nje ya kipato chako cha kazi ni kuanzisha side business. Hapa unaweza ukaanzisha juice bar, unaweza ukaanzisha pia online shop. Hapa kwenye online shop tunaweza kuzungumzia kama watu ambao wanafanya kwa sasa wanaitwa mawinga. Unaweza ukawa winga wa simu, unaweza ukawa winga wa nguo, au unaweza ukawa winga wa viatu. Hii mara nyingi unaweza ukaifanya hata ukiwa uko kwenye kazi yako, lakini pia haitumii sana kipato kikubwa kwenye kuanzishaji wake. Mara nyingi huwa ni bando tu na smartphone yako. Lakini njia namba 4 ni affiliate marketing au referral. Hapa unaweza ukapromote bidhaa na ukapata commission. Mfano Itel, Jumia au app zinazolipa referral. Hii haihitaji capital kubwa pia. Yaani ni bando lako tu na smartphone yako. Njia namba 4 ni kuwekeza kwenye hisa kidogo kidogo. Kama unahisi hauwezi kufanya biashara ama wewe kwenye swala la biashara kidogo hauko vizuri, basi unashauriwa pia uweze kusoma na kujifunza namna gani unaweza kuwekeza ama unaweza ukainvesti kwenye biashara mbalimbali ambazo serikali imeruhusu kupitia soko la hisa la Dar es Salaam Stock Exchange, ili uweze kuweka kiasi chako cha pesa ambacho sio kodi, sio pesa ya chakula, sio pesa yako ya dharura. Hiki ni kiasi ambacho umeshatenga kila kitu, kitakachobakia wekeza kwenye hisa. Na hii mara nyingi itakuja kupa uhuru wa kifedha mara baada ya kufikia mara baada ya miaka 5 mpaka 10, kwa sababu utakapowekeza leo 2026 mpaka 2031, mara nyingi kampuni huwa, kama umechagua kampuni sahihi na umefuatilia namna ambavyo hiyo kampuni inafanya kazi, miaka 5 baadaye itakupa faida kubwa kama mwekezaji. Lakini njia namba 5 ni kuanzisha content online. Hapa msikilizaji wa Money Talk na Ibra, nafahamu kabisa kuwa kwenye simu yako wewe kuna TikTok, kuna Instagram, lakini pia kama ambavyo sasa hivi upo hapa YouTube, unaweza ukaanzisha darasa lolote lile ambalo linaweza likawafikia watu na wakaelimika. Lakini pia kama ni mtu ambaye una ucheshi, basi unaweza ukaanzisha chaneli yako ya vichekesho. Lakini pia unaweza kama ni mtu ambaye unajua kutoa burudani ama ni mtu ambaye unajua kuelimisha, unaweza kutumia majukwaa haya kuingiza kipato chako. Lakini tu kwenye njia hizi mara nyingi inahitaji uvumilivu, ni kwa sababu hii ni process ndefu. Lazima ukae na uweze kuwafikia watu waweze kupenda kitu ambacho unakifanya, na mwisho wa siku ndio uanze kupata faida kile ambacho unakifanya. Lakini njia namba 6 ni kupiga bids au gig economy. Mara nyingi unaweza ukafanya delivery, lakini pia unaweza ukawa bodaboda kwa muda wako wa ziada. Mfano kama unatoka saa 11 kazini, nyumbani ukifika saa 12, basi unachukua pikipiki, unapiga Bolt au unapiga Uber mpaka saa 4 usiku. Kuna kiasi ambacho utakuwa umekiingiza na unarudi nyumbani na unapumzika
mwisho wa siku maisha yanaendelea. Lakini njia namba 7 na njia ya mwisho kabisa ni kuanzisha hobby yenye pesa. Hapa unaweza ukaanzisha kama unapenda mapishi, unaweza ukaanzisha mgahawa wako, au kama ni mtu ambaye ni wa kuchora, unapenda kuchora, basi unaweza ukajifunza zaidi kuhusu masuala ya kuchora, au ni kama ni unapenda kupiga picha, basi unaweza ukawa photographer. Na hizi zote ni njia ambazo zinaweza kukuingizia wewe kipato bila ya kutumia nguvu. Na hizi ndio njia 7 za kuanza kupata kipato cha ziada bila kuacha kazi. Ukiwa na discipline ndogo tu na ukafanya kwa hatua hizi kidogo kidogo, utashangaa baada ya miezi michache matokeo yatakuwa makubwa sana. Comment hapa chini nimechukua hatua, ikiwa tu una plani ya kuanza njia moja kati ya hizi. Pia usisahau kusubscribe ili ujue tips mbalimbali za kila wiki za kukujenga kwenye masuala ya kifedha, lakini pia na masuala ya kiuchumi.